Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Kama unavyoona tumemaliza maombi jioni ya sasa, lakini nikasikia Roho Mtakatifu akiniambia ni share kitu kidogo na wewe ambaye unanitazama. Kabla sijasema, kwanza hapa ni madhabahuni, kama unavyoona ni madhabahuni kanisani, mahali ambapo ninamtumikia Mungu kama unavyoona. Nafikiri hii madhabahu sasa sio ngeni, kila siku inaonekana. Lakini nataka kwanza tuangalie huu ukuta kama unavyoona. Ukuta huu kuanzia hapa, ukuta huu wote ukuta huu mpaka hapa. Huu ukuta Bwana unaninyima usingizi, na wakati ninaomba hapa nikasikia tu niweze kushirikisha watu ambao Mungu amewapa neema, ambao watu hao wana neema ya kuisikia sauti ya Mungu. Watu wa Mungu, ukiangalia kapeti hii hapa na ukiangalia madhabahu hii hapa, unaona ni vitu vimependeza sana. Lakini ukifika ukiuangalia huu ukuta, unaona ni ukuta ambao unashusha hadhi ya madhabahu. Sasa nilikuwa naomba kama wewe Mungu amekupa neema, unaweza ukanisaidia kufanya jambo kwa ajili tuweze kufunika bana. Tunataka tuweke bana hapa, bana ambalo litatoka pale mpaka pale. Inawezekana watu wakasema bana ni nini? Unaona kama hapa, hii ni bana ambayo tulikuwa tumeiweka pale nje, lakini kwa sababu ya ukarabati wa pale nje tukaja kuiweka hapa. Sasa hii ni ndogo, ni ya mita 2, lakini hii bana ni mita 8 kwa mita 3, mita 8 kwa mita 3, ambayo itaanzia kwenye spika pale mpaka hapa. Na tumetafuta michoro mizuri sana ambayo ile michoro itapendeza. Tumetafuta michoro mizuri ambayo itapendeza ili kuipendezesha madhabahu ya Mungu. Sasa kama Mungu atasema na wewe, ngoja nirudi hapa madhabahuni, kwa sababu madhabahuni ndio mahali ambapo Mungu husema na mimi. Kama Mungu atasema na wewe kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu, unaweza ni sapoti kwa chochote. Hii bana itagharimu shilingi 15,000 ya Kenya. Unaona, 15,000 ya Kenya ni bana la mita 8 kwa mita 3. Ukipiga gharama, tumepata gharama ya 15,000 ya Kenya. Sasa kama unaweza kunisapoti kwa 15,000 yote, ama 10,000 ama 5,000 ama 2,000 ama 1,000 ama 500 ama 200 ama 100, ili mradi natamani sana. Nilikuwa namuomba Mungu kwa mzigo, kwa sababu mimi hakuna kitu huwa kinaninyima usingizi ninapoona nyumbani pa Bwana panaharibika, ninapoona nyumba ya Mungu inaharibika. Sasa kama Mungu anakupa neema na Mungu amekupa uhai na unatamani kushiriki baraka hii, basi ninaomba unaweza ukanitumia sadaka yako tu kwa namba hiyo ambayo unaiona hapo kwenye screen, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sikiza nikwambie, nataka hili bana kufika Jumapili, yani Jumapili nataka washirika wanapokuja Jumapili wakute bana limekaa hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa wewe ambaye utaweza, ngoja nikae hapa watu wajue kwamba nimepomoka mbele za Bwana. Niko kwenye maombi mazito, wana wa Mungu, ndio maana hata nguvu za kusimama na shindwa, kwa sababu hii ni wiki yangu ya pili, niko kwenye maombi ya mfungo. Kwa hiyo kama Bwana atakujalia kutubariki, tuma tu sadaka yako, na utakapotuma sadaka yako basi utanitumia na maombi yako. Niko kwenye maombi ya siku 60. Nimeanza wiki iliyopita na nitamaliza tarehe 28 mwezi wa 6. Ni maombi ya masaa 12 kila siku, 12 kila siku, mpaka muda wa siku 60. Kwa hiyo nitafanya kazi ya kuwaombea wale watu wote watakaomgusa Mungu kwa ajili ya bana. Ninaomba tafadhali Mungu aseme na wewe, Mungu aseme na maisha yako.
kwa sababu hatuna kazi nyingine duniani isipokuwa kuujenga ufalme wa Mungu ili tukaurithi ufalme wa Mungu. Tumefanya vitu vyetu vingi sana kwenye maisha yetu, tumefanya mambo yetu mengi sana kwenye maisha yetu, lakini tuna jambo moja ambalo limesalia, kuujenga ufalme wa Mungu kusudi tukifika mbinguni tusikose makao. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Ninaomba Bwana kutumie tuweze kufanikisha kazi ya Mungu. Bana liweze kupita. Kameraman, waonyeshe ukuta, alafu waonyeshe na madhabahu ilivyo, wao wenyewe waone jinsi ukuta ambavyo unashusha